Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Yesu mzuri. Mbele kwa majina naitwa Isaka Sakai Amlike Msongole. Ni mwimbaji pia ni mwinjilisti. Nawaletea kwa siku ya leo neno la Mungu. Unajua watu wamekata tamaa. Hawatamani hata kuendelea mbele. Zaidi na zaidi wamekata tamaa mpaka wengine wanaenda kuuliza kwamba kamba shilingi ngapi. Mpaka kama amegeuka kuwa kama mbuzi wao. Wamekata tamaa hata hawaioni nuru, wanaliona giza tu. Lakini leo nimekuletea neno la Mungu ambao ni faraja, ambao kwa hilo lazima usimame tena. Kwa hilo lazima umuone Mungu tena, hautaweza kuanguka tena. Lakini kabla sijaendelea, kama nilivyosema tangu hapo awali kwamba tumeleta neno la Mungu ambao kwa hilo tunasimama tena. Kwa hilo hatuwezi kulia tena. Kwa hilo lazima ya kale yaanguke, pia tuanze upya. Sasa basi, kabla hatujaendelea zaidi, ninatamani kumwalika Mungu ili tuendelee zaidi na atufundishe zaidi yeye. Baba, katika jina la Yesu uketie juu mbinguni, nalibariki jina lako na kulitukuza. Sijaona mwingine mfalme mahali aliye kama wewe Bwana. Tazama Jehova, tunaenda kuipandia hii madhabahu. Ninarika damu yako na nguvu yako, jemedari wa vita. Sema na yule kijana, sema na yule baba, sema na yule mama, sema na yule binti. Mfalme mahali wamekata tamaa. Mfalme mahali amke, afufuke, aanze upya. Maana kupitia wewe, kupitia neno lako Jehova lazima asimame. Ni kwa damu yako Yesu Kristo ya Pasaka iliyomwagika pale Kalvari. Ninaamini Bwana tutasema na watoto wako. Asante Bwana kwa kutenda kusema na watoto wako. Amen. Nashukuru Mungu, tumeshamwalika Bwana mahali hapa, yuko pamoja na sisi. Tuangalie kwa nini anatuambia tuamke, tufufuke, tuanze upya. Na ana lengo gani kutuambia tufufuke, tuamke, tuanze upya? Kwa nini anasema hivi? Ni kwa sababu ukiangalia watu wengi saizi, wengine ni wakulima, wamekata tamaa, hawatamani tena kulima. Wengine walikuwa na sali, badala yake wamejikuwa na changanya. Walipoanguka, walipokuwa wameishiwa vitu vyao vyote, ndipo walipoanza kushangaa kusema, nafanyaje sasa? Kanisani nimeferi, hata nyumbani pia nimeferi. Mali zangu zote nimefeli. Ndio maana nakwambia amka, fufuka, anza upya. Ingali uko hai. Usikate tamaa mama, usikate tamaa baba, usikate tamaa kijana, usikate tamaa binti. Ni kweli umeachika. Ni kweli yule mtu wako uliyempenda sana amekuacha. Wengine walikupenda kwa sababu ya umri wako ulionao. Wengine walikupenda si kwa sababu ya pesa zako au sura yako. Vitu vyako ndivyo vilivyo kufanya kwamba wewe uonekane kwao kama ni bora, lakini si ukweli. Ndio maana nakwambia amka, fufuka, anza upya. Kuteleza siku zote si kuanguka, na ukianguka simama tena. Kwa ndugu zangu, ninaomba tushirikiane maandiko matakatifu. Tusome kitabu cha Efeso 5:14. Tuangalie Bwana anatuambia nini kupitia maandiko. Ndio maana nimekwambia amka, fufuka, anza upya. Na kuteleza siku zote si kuanguka. Na ukianguka lazima usimame tena. Yaani sasa kusema mtoto akitapokuwa amenyea kidole, huwezi kukata, badala yake utamchukua na kwenda kumsafisha ili aendelee zaidi kuwa safi. Hata nguo yako ikichafuka, ni lazima kwanza ukaifue. Ukishaifua utaianika na kuipasi, utaiva. Utapendeza, itaonekana kama mpya kabisa. Kwa nini? Umeshaitakasa, umeshaisafisha. Ndio maana nakwambia amka, fufuka, anza upya. Ndio ujumbe tulionao. Efeso 5:14 anasema hivi: hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke, na Kristo atakuangaza. Kwa nini? Huduma yako imekufa.
Amka, fufuka, angalia ni sehemu gani ambapo umeteleza. Usikate tamaa, simama tena. Ulipoanguka simama tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine amekata tamaa, mwingine anasema kwamba nitaamka siku nyingine, nitaendelea kufanyaga mwaka kesho. Nakwambia amka, fufuka, anza upya. Katika kitabu cha Mhubiri 3:1-8, mimi nitasoma vifungu vidogo tu, mistari michache tu, kwamba anasema hivi: kila jambo lina wakati. Saizi ni kijana, baadaye utaenda kuwa mzee. Kumbuka ulikuwa mtoto hapo awali, na baada hapo lazima utaenda kuzikwa. Kwa amka, fufuka, anza upya. Ukiwa uko hai, lolote linaweza kutokea. Cha msingi, amka, fufuka, anza upya. Usiangalie watu wanasemaje, usiangalie muonekano wako, usiangalie saizi uko vipi. Badala yake amka, fufuka, anza upya. Ni kweli wanaonekana na marafiki wengi. Utakapopata shida ndipo utakapojua na maanisha nini. Amka, fufuka, anza upya. Simama wewe kama wewe, usitegemee hao rafiki, usitegemee hao ndugu, watakuacha. Kwa simama wewe kama wewe. Yesu anakupenda ndugu yangu. Amka, fufuka, anza upya, kwa sababu utakapoamka akili yako itakuwa sawa sawa. Ukisema fufuka, yani vitu vyako vile vya msingi vya muhimu vitaamka tena, utaendelea kuwa vizuri. Ukisema anza upya, yani pale ulipokuwa umeteleza, ulipochafua, usiyakumbuke yale ya jana. Badala yake amka, fufuka, anza upya, yani uanzishe upya, anza mwanzo mpya, mwaka mpya. Ni kweli wamekusema mwaka jana, ni kweli wamesema hauwezi, lakini amka, fufuka, anza upya. Ndio maana nimekwambia kwamba unapofanya hayo, ukikumbuka jana, huwezi kuwaza mbele, huwezi endelea zaidi. Badala yake utaendelea zaidi kunyong'onyeshwa, kwa sababu unakumbuka ya jana, madhaifu ya jana. Na ndio maana hata shetani hutamani sana hiyo nafasi yako ulionayo. Ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6:1 anasema saa ya wokovu ni sasa. Yaani wakati wa kuamka ni saizi, wakati wa kufanya hilo unalofanya ni saizi. Lakini katika kufanya, katika kuanza hayo mambo unayotaka kuanza saizi, mkaribishe Yesu saizi katika maisha yako. Na Yesu yuko mlangoni, anasubiri aingie mlangoni mwako, anasubiri akufute machozi, anasubiri uanze na wewe, aanze na wewe, ale na wewe, acheke na wewe. Usitegemea mwanadamu, mwanadamu atakuacha tu. Ni kweli leo wanaonekana wanakupenda, lakini baada ya muda mfupi watakuacha wote. Utabaki peke yako. Kama ulivyozaliwa peke yako, utakufa peke yako na kusimama peke yako. Na ndio maana nimekwambia kwamba simama, amka, fufuka, yani uanze upya. Mambo yako yale ya jana achana nayo. Yale ambapo ulipoteleza mwaka jana achana napo, anza upya. Usitegemee mwanadamu. Ni kweli watakutendea mema kwa muda mfupi, ni kweli wataonekana wanakupenda kwa muda mfupi, lakini baada ya hapo ni kilio tu. Baada ya hapo utakuta umeanikwa huko nje. Ndio maana nimekwambia ndugu yangu, amka, fufuka, anza upya. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo 3:22 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake, nitakula naye, nitacheka naye. Ndio maana nimesema amka, fufuka, anza upya. Kwa nini nasema hivi? Yaani unaposema amka, yaani katika usingizi pale ulipolala, mawazo yalipolala, yaamshe tena, amka tena. Anza upya, anza upya na Yesu. Mkaribishe Yesu leo. Anza na Yesu leo. Unamaliza mwaka sawa. Hebu kumbuka hapo awali, kwa mazuri utafanikiwa. Lakini ukikumbuka yale madhaifu utaweza kufanikiwa ndugu yangu, kwa sababu ukikumbuka yaliyo majasiri lazima utakuwa watu mwenye jasiri. Ukikumbuka mazuri lazima utaendelea vizuri, lakini ukiendelea vibaya hutafanikiwa. Ndio maana nikwambia amka, fufuka, anza upya. Kwa sababu ukiwa na Yesu, Yesu atakuongoza.
Ukiwa na Yesu atakufundisha, ukiwa na Yesu atakukumbatia. Na ndio maana imeandikwa katika kitabu kile cha Zaburi 125 mstari wa kwanza, anasema kwamba wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika kamwe, nao wakaa milele. Kwa hauwezi kutikisika, utaanza upya. Utasema kuteleza si kuanguka, na endelea. Pale nilipoanguka basi liwe fundisho kwako. Ndio maana nimekwambia kwamba amka, fufuka, anza upya. Kwa ujumbe wa leo tuliokuwa nao ulikuwa unatuambia amka, fufuka, anza upya. Usikate tamaa katika hayo unayopitia. Usiangalie madhaifu ya jana. Shetani anapitia madhaifu, hapitii kile chenye nguvu. Na ndio maana imeandikwa kwamba wenye nguvu watauteka ufalme. Hakiingii kinyonge kule mbinguni. Na mbinguni si rere mama kama tunavyoishi duniani, kwamba ukipambana zaidi lazima utalala njaa. Ndivyo ilivyo hata duniani, kwamba ukipambana kwa juhudi, ukijua kitu gani nakifanya, hutashindwa wewe. Cha msingi utaendelea zaidi kuendelea mbele, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Amesema sitakuacha wala sitakutupa hata mwisho wa dahari. Kwa amka, fufuka, anza upya. Usikumbuke madhaifu, bali kumbuka yale mazuri uliyofanya jana. Kumbuka kwamba Yesu anakupenda. Kumbuka anasema kwamba tazama ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Kwa amka, fufuka, anza upya, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Kwa majina anaitwa Isaka Sakai Amlike Msongole. Niko Mbalizi, Mbeya. Na karibisha katika kanisa Uinjilisti Ushirika Mbalizi wa Nazareti. Tuko mahali hapa, tunaendelea na huduma na tunahitaji utusupport mtumishi wa Mungu kwa namna mbalimbali. Subscribe kwa kuangalia video yetu, maswali. Mungu atakubariki, na kwa kufanya hivyo injili ya Bwana itaenda mbele, kwa sababu anasema wapelekeni. Je, watapataje kwenda bila kupelekwa? Kwa tunategemea sana support yenu. Kuwepo kwenu au kusikiliza kwenu au kuangalia kwako ndio mafanikio yetu. Tusaidie, tunategemeana kama vidole, kama mwili tulivyo kitu kimoja. Point au ujumbe mkuu ni kwamba amka, fufuka, anza upya, na Mwenyezi Mungu akubariki. Amen. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu naomba kushukuru kwa sababu umeendelea kusimama zaidi na zaidi. Endelea Bwana kumbariki huyu mjoli wako, mtumishi wako. Wabariki zaidi na zaidi jemedari wa vita. Ni Mungu unayetosha Jehova. Alipokata tamaa, muinue tena Jehova. Simama katikati yake mfalme. Msimamishe tena mfalme. Aanze upya. Tazama ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya tena. Baba, ninaamini Bwana utamfundisha mjoli wako. Ni katika jina la Yesu anaanza tena hai. Ninaamini Bwana utaendelea kutenda. Amen.